Hello? Uko wapi? Ndio nipo njiani nishajiandaa, nishatoka hivi ndo nakuja. Sawa. Na mimi nimefurahi sana kuona umejiandaa na mimi nafurahi na napenda kuona ukiwa uko vizuri na umejiandaa kabisa kwa ajili ya kukutana na mimi. Yaani nishapendeza kama kawaida yangu hivi ndo nakuja, nipo njiani. Oh, Lulu. Mungu hupanga mipango yake. Na sisi wanadamu tunapanga mipango yetu pia. Lakini katika mipango ya Mungu na mipango ya wanadamu, mara nyingi mipango ya Mungu hakuna weza kupangwa. Unaongea kama fumbo, sijui unamaanisha nini kuongea hivyo. Huwezi kuelewa, itakuchukua muda kidogo. Kiukweli haikuwa bahati mimi na wewe siku ya leo kuonana. Na hivi nilikuwa nimejiandaa kabisa na nachukua simu ili nikupigie tuweze kuonana. Lakini kuna dharura imejitokeza katikati. Dharura tena? Inaniwia ugumu kutimiza ahadi tuliyokubaliana. Samahani sana kwa hilo. Kwa haiwezekani tena kutoka. Natumaini siku bado zipo, wakati bado upo. Ni jambo tu limejitokeza katikati. Naamini kuna siku tutaonana pia. Hello? Lulu. Lulu. Shanikeo. Mtu shajiandaa kabisa, umependeza, mtu nimeahirisha. Si basi ningesema tuone watu wengine bwana. Dada. Wewe vipi? Ulikuwa wapi? Nakupigia simu upokee. Ni kweli. Simu yangu imezima chaji. Yaani unapiga tu imezima. Nikaona nije haraka utakuwa una shida. Ndio kutoka. Mzuri. Sio umeshindaje nilipokuacha? Mimi kwa salama. Dada. Kuna jambo nataka ujue. Jambo gani hilo tena? Dada. Mwanzo mimi nimepata mwanaume. Unataka kuniambia ulivyotoka hapa mara moja na kurudi. Leo umepata mwanaume kule, amekutongoza leo, umekubali leo na unakuja kunipa taarifa dada kwamba nimepata mchumba leo. Hapana dada. Ni muda mrefu sana. Kumbe ni muda mrefu kama uko unanificha dadako uniambie kama una mchumba. Sikuweza kukuambia kwa sababu sikuwa na uhakika naye. Kwa sasa nina uhakika naye. Na ndio maana nimeona nikuweke wazi, utambue kila kitu. Na leo ndio unatakiwa ujue. Mdogo wako mimi nimepata mwanaume, nataka niolewe. Ongea. Anaitwa nani? Ndio Lucy, nimefika. Nimeamua nikupigie simu kwa sababu nisipokupigia simu wewe unalalamika sikupigie na matokeo yake unafika nyumbani bila taarifa. Ni kweli Lucy. Lakini pia nashukuru kama umetambua hilo. Joakim? Naam. Kiukweli unaonekana ni mwanaume ambaye upo serious sana na swala hili. Lakini naomba nikuulize swali tu. Je, umeamua kuoa au umepanga tu kuoa? Lucy, mimi nimeamua kuoa. Nadhani nishakuuliza kwa mara ya kwanza, lakini leo naomba tena nikuulize kwa mara ya pili. Je, utaniweza? Lakini nauliza hivi sio kwa ubaya. Ni kwa sababu kutokana na muonekano wangu mimi, watu wengi huwa wananijaji tofauti.
naonekana sina heshima, ni malaya, tabia zote mbaya wanatupiwa mimi. Lakini sijajua kwa upande wako wewe, wanalionaje hivi? Anaitwa Gibson. Anafanya kazi gani? Lazima nijue. Kwenye kazi. Anafanya kazi ya benki mama. Fanya kazi ya benki. Anafanya kazi benki. Hongera mdogo wangu, kwa bahati. Katika wanawake duniani wenye bahati, naona na mimi nina bahati. Yaani yule mwanaume kwa muonekano wake dada. Yaani ni HB, hivi unajua maana ni HB? Yaani muda wote yuko smart, anawaka muda wote. Yaani ana masharubu, yaani zinapitaga umu zinakuja kuunganisha na hizo ndevu. Yaani wale wanaume nilikuwa nawatafutaga siku zote, lakini ushoga ukaingia kwenye mfumo wangu. Yaani simwachi na kaingia hapa. Upo mama? Acha. Akija wewe mwenyewe bora yaani utaishiwa nguvu. Utasema ndo dada sio masiala. Mwanaume nimepata. Yaani mwanaume ni mzuri, yaani ni mzuri. Yaani jina lenyewe linaonekana na muonekano wake. Na muonekano wako ni kweli anafanya kazi benki. Yaani pale 100% hajanidanganya. Nashukuru kwa taarifa njema mdogo wangu. Jambo jema, tuendelee kumwomba Mungu alisimamie hili jambo. Maana sio jambo jepesi. Basi sawa. Nataka niingie jikoni. Vipi ushakula? Umekula wapi? Hivi nilikuwa kusubiri mwenye uongee jikoni. Ndio nilikuwa nakusumbua hapa. Maana usisikie vizuri nimechoka. Kwa kapike mdogo wangu. Sawa. Haya poa. Nione kesi yangu chaje. Pole sana kwa yote ambayo unayoyasikia. Na pia najua hata kama angelikuwa ni mtu mwingine asingejisikia vizuri kutokana na maneno ambayo unayasikia. Lakini tu nikwambie kitu kimoja. Unajua binadamu siku zote wameumbiwa maneno. Watasema tu hata kama ungelikuwaje. Hata kama usingevaa hivyo ungevaa vizuri, wangesema kwamba labda unajifanya wewe mwanadini sana. Umeshaelewa? Na hata kama ungekuwa unakula vizuri wangesema labda unajifanya una pesa. Umeshaona? Lakini wewe maneno ya watu yani kiufupi yasikuumiza kabisa akili. Nafahamu tu kwamba ni wao wameshinda kujua thamani yako. Ila mimi naifahamu thamani yako. Ndio maana niko hapa sasa kuja kukusikiliza. Na je, unaweza kukubaliana na masharti yangu ambayo nitakupatia? Kwenye masharti labda ungeniambia ili nijue ni namna gani naweza nikayakabili. Basi uchague. Nikwambie ili uniache au unioe ndo nije nikwambie? Yote kwa yote ni sawa tu. Kwa sababu mimi tayari nimeshakupenda na sina namna nyingine. Itakapokuwa wacha iwe. Hata kama kutakuwa na changamoto nyingine mimi nitakabiliana nazo, lakini pia nishukuru tu Mungu. Siku leo imekuwa ni siku nzuri sana kwangu. Na naamini pia hata kwako. Lakini zaidi kwangu kwa sababu sijawahi kuongea na wewe kwa staili kama hii. Sijawahi kuongea na wewe ukiwa katika hali ya upole kama hivi. Nashukuru sana kwa hilo, lakini kwa kutokana na yote ambayo uliyosema, tuliyozungumza. Je, sijajua kwamba ndo umekubali au vipi? Unataka nikwambie na usikie kuwa nimekubali? Ndio. Ile ndo tarajio langu la kwanza na la mwisho.
Fatima, kuna kitu nataka nikuambie. Sawa. Unajua ukweli ni pale ambapo umesemwa ukweli ndipo na kwa ukweli. Na huo ndio ukweli. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Mzuri mno. Nimetembea sehemu nyingi sana. Nimeona wanawake wa kila namna, kila rangi, kila shape, kila muonekano, aina ya muonekano. Lakini wewe ni watofauti sana na hao niliowaona. Najisikia furaha na najisikia mwenye bahati kubwa sana pale unapokuwa mbele yangu kama hivyo umekaa. Najua tayari mwanaume ambaye nimekamilika. Unajua kwenye hii dunia Mungu ni waajabu sana. Ili mwanaume akamilike lazima pawepo na mwanamke. Lakini ili mwanamke akamilike pia anatakiwa kuwa na mwanaume. Na ili awepo mwanaume bora lazima pawe na mwanamke bora. Lakini walipo na mwanamke bora panahitaji mwanaume bora, shupavu na jasiri. Na kutegemea sana kwenye safari yangu ya maisha, kwenye maisha yangu. Maneno yako matamu sana. Ini mpaka yananifanya moyo wangu unasimuka. Hapa tulipo. Tupo wawili. Wewe na mimi. Mungu naye ni shahidi. Mbingu na ardhi ni mashuhuda kwa haya tunayoongea. Gibson, usije ukanisababisha nikatoa machozi. Usije ukafanya moyo wangu ukapatwa na maumivu. Usije ukanidanganya, ukaniumiza nikalia kwa hayo maneno yako. Na kuahidi sitaweza nikakufanya ukalia kwa maumivu makali badala ya furaha, bali nitakufanya uonekane mwanamke ambaye una furaha siku zote za maisha yako. Na nina imani kabisa utaishi kwenye maneno yangu. Niamini mimi. Nikisema niandike nitajaza dayari. Kwa upendo wako nimenasa tayari.
oh, tayari mimi nawe mapacha sare sare, mvua yake mawingu wacha tupendane, mchana jua mimi kimvuli chako, usiku kiza mimi nuru yako, nifanye niwe wa peke yako. Oh na na na, nimeisha zama kwa